Shalom shalom, pendwa katika Kristo, na kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni siku nyingine tena, siku ya baraka, siku nzuri. Tunamshukuru Mungu kuona tena ametupa neema na kutupa kibali cha kuiona tena siku nyingine. Ametupendelea kwa pendo lake la ajabu, si kwamba tulikuwa ni wenye kustahili, bali yote ni kwa neema yake na kwa pendo lake la ajabu. Asubuhi na siku nyingine hii ya leo naja mbele zako kwa kuchangia na wewe kwa maneno ya uzima. Wewe Mkristo au na mtu ambaye hajaupata wokovu, maana Biblia inasema kwamba wokovu huja kwa kusikia na kuona. Kuna kile ambacho tumekisikia, kuna kile ambacho tulikiona kikatufanya tumwamini Kristo. Na leo hii tunayashuhudia matendo yake mema, maana tunayaona yanayodhihirisha kwamba Mungu yupo. Kama alivyosema katika neno lake, yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Leo tunakwenda kuongea kuhusu habari ya mtumishi wa Mungu Eliya, ambao tunakwenda kuikuta katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza, aya yake ya 19 mstari wa 4 hadi mstari wa 8. Tunamwona mtumishi wa Mungu Eliya alipofika katika mji ule. Ilikuwa wakati ambapo miungu ilikuwa ikitawala. Mtumishi wa Mungu akasema kwamba leo na ijulikane Mungu wa kweli ni yupi. Historia hiyo mnaijua, alipoyatenda wale waliotumaini miungu wakaita, miungu haikutenda kazi, akamwambia basi jichaneni, labda Mungu wenu amelala. Walipoyatenda alishindikana, lakini Eliya alipomwita Mungu aliziramba sadaka, na ikajulikana mahali kote kwamba Mungu wa Eliya ndiye Mungu wa kuabudiwa. Hapa tunakwenda kuiona habari ya mjakazi yule mjane ambaye alikuwa kwenye wakati mgumu sana, kama wakati unaopitia ndugu mpendwa. Vita vimekuwa vikali, kila mtu amekuwa kinyume. Mume au mke amekugeuka, amekuwa kinyume ya kuamini. Marafiki wamekunenea maneno ya uongo, wengine wamejikuta vifungoni, wengine wamekwenda magerezani kwa sababu ya vitu vilivyoundwa na binadamu. Kama jinsi tulivyomwona kijana Yusufu kwa mke wa Potifa, alipomnenea uongo kwamba Yusufu alitaka kuzini naye, ndipo Yusufu alikwenda gerezani kwa kosa asilolifahamu. Ila Bwana anasema kwamba tunapofika mbele ya washtaki, wala tusijiulize kwa kile ambacho tutakwenda kunena, maana Mungu atatupa kile cha kunena. Ni Mungu pekee, mama yangu, baba yangu, kijana mwenzangu, wa kike kama vile wa kiume, ambaye anaweza kukutoa kwenye matatizo hayo. Ni kweli umeliendea teso hilo kwa muda mrefu. Kuna wakati unajisi kwamba uiache imani utende uovu. Umejaribu kujitetea mwenyewe, imeshindikana. Ila neno linasema kwamba vita si vyetu, vita ni vya Bwana. Acha tusome neno letu katika kitabu cha kwanza, Wafalme wa Kwanza, aya ya 19 mstari wa 4 hadi mstari wa 8. Tunasoma kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini yeye mwenyewe akaendelea katika jangwa mwendo wa siku moja. Akaenda akaketi chini ya mretemu, akajiombea roho yake afe, akisema, yatosha sasa, Ee Bwana, uiondoe roho yangu, kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Naye akajinyosha akalala chini ya mretemu. Na tazama, malaika akamgusa akamwambia, inuka ule. Akatazama, kumbe pana mkate umeokwa juu ya makaa na gudulia la maji kichwani pake. Akala akanywa, akajinyosha tena. Malaika wa Bwana akamwendea mara ya pili, akamgusa akasema,
inuka ule, maana safari hii ni kubwa mno kwako. Akainuka, akala, akanywa, akaenda katika nguvu za chakula hicho siku 40 mchana na usiku, hata akafika Horebu, mlima wa Mungu. Amina. Hapa tunaiona habari ya mtumishi wa Mungu Eliya, wakati ambapo Yezebeli alipomtisha. Alipoipata taarifa ya Yezebeli, mtumishi wa Mungu alisahau matendo makuu ambayo Bwana amemtendea mbele ya miungu ile. Ndipo Eliya akajiombea kufa, akaona kwamba hawezi tena. Akasahau kwamba yale aliyoyatenda si yeye bali ni Mungu aliyemwezesha katika matendo hayo. Lakini malaika wa Mungu akashuka, akamgusa, akamwambia kwamba inuka ule, maana safari yako bado ni ndefu. Ni kweli umeomba, umefunga, unaenenda katika utakatifu, lakini vita unavyovipitia vimekuwa vigumu. Maneno unayonenewa yamekuwa ni magumu. Kwa moyo wako peke yako, kwa nguvu zako huwezi ukastahimili. Lakini yupo mmoja mfariji pekee. Wakati ambapo ndugu amekutenga, mume amekuacha, mke amekuacha, watoto wamekukataa, lakini Mungu yeye bado anakupenda na bado hajakuacha. Ndio maana anakuambia kwamba tizama, karibu yako kuna neno lake, na kila ambacho anahitaji ukibebe kama silaha ni maombi. Tunamwona mtumishi wa Mungu Petro, wakati ambapo Farao alimaliza kukata kichwa cha Yohana, watu wakasherekea, wakafurahia. Ndipo akamshika Petro, Petro akaweka gerezani, akawekewa walinzi, ili mradi naye ateketezwe kesho. Lakini kusanyiko lilipoomba, malaika wa Mungu alishuka na kumwamsha mtumishi wa Mungu Petro, akamwambia kwamba vaa viatu vyako. Mtumishi wa Mungu alikuwa tayari amekata tamaa, akifikiri kesho itakuwaje, maana ndo mwisho wa maisha yake. Alipoinuka na kuondoka nje, mtumishi wa Mungu alifikiri kuwa ni ndoto. Na kuna wakati unakaa unafikiri, nitawezaje katika jaribu hili, katika vita hivi? Kwako inakuwa ni ngumu, ni kama ndoto. Maana ukitizama utasahau ambao umeuendea katika ndoa yako, mpaka mume amekugeuka, mama mko amekukataa, mawifu amekukataa, huna yeyote wa kukutetea. Lakini kumbuka kwamba Ibrahimu alipoambiwa kwamba katika yeye ndipo ambapo kutatoka uzao wa Israeli, kwamba uzao wake utaenea, utakuwa mwingi kama nyota za anga, katika miaka 90 ndipo ambapo Mungu alikamilisha ahadi. Kumbuka ndugu yangu, Mungu wetu akinena jambo, yeye ushindikiza jambo lake mpaka analikamilisha. Maana ahadi zake si kama binadamu. Akisema atakubariki, hakuna atakayezuia. Akisema mwanangu ni pamoja nawe, amesema. Mwovu ametengeneza vita hivyo juu yako, lakini si kwamba ndo mwisho wa maisha yako. Ni kweli njaa imeandama familia yako, kazi imesimama, na kila unapokwenda unafukuzwa. Umekuwa kama mtu asiyekuwa na thamani, lakini acha watu wakuone kwamba ufai, lakini Mungu akutegemee. Acha binadamu wakuite kwamba una akili, lakini Mungu akuone kwamba wewe ni genius mwenye nguvu. Ndio maana Kristo akaambia wanafunzi wake kwamba ushukuriwe Baba uliowaficha maneno haya au mambo haya wenye akili na mafalme wa dunia hii, lakini ukafunulia watoto wadogo siri hiyo. Na siri hiyo ni Kristo ambaye yuko ndani mwetu, maana ndiye nguvu yetu. Mama,
Baba, kijana, katika vita hivyo hauko peke yako. Katika ugumu huo hauko peke yako. Ugumu huo usikufanye wewe kumsahau Mungu au kumwacha Mungu wako. Mwimbaji ndio akasema kwamba uhesabu mibaraka yote Mungu aliyokutendea, ukumbuke mambo yote pia, na utashangaa kwa rehema zake. Mwingine akasema kwamba hakuna mkamilifu au mwaminifu ambaye anaachwa na Mungu. Katika jaribu hilo, Mungu ndo anatengeneza njia ya wewe kupitia, na anapokutoa anakulipa maradufu. Yobu katika jaribu, mkewe alimgeuka akamwambia Yobu, mkane huo Mungu wako, ni heri ufe. Lakini Yobu aliposikia neno hilo alihuzunika, akasema, na umenena kama wale wengine. Akasema, je, tutayapokea mema tu katika viganja vya Mungu? Tunaona Biblia baadaye waliomcheka Yobu ndio ambao Mungu aliwatuma wende waitafute baraka kwa Yobu, na kile ambacho Yobu alipoteza alizidishwa maradufu. Najua maumivu ni makali, viato vyako ni vikali, hakuna ambaye anaweza kuvibeba. Umesalitiwa, mali yako umezulumiwa, baba ameacha urisi, lakini ndugu ameudhulumu. Tena mumefukuzwa katika mali ambao babako ametafuta, au mumeo ameiacha, au mkeo ameiacha. Umekuwa kama mtu wa kutangatanga. Umekuwa kama mtoto yatima wakati wazazi wapo, lakini wamekukataa. Lakini yuko Mungu ambaye anakuambia muda kama na huu, anakuambia kwamba inuka, ukale, ukanywe, ukaende katika nguvu za chakula hicho. Inuka, lisome neno lake. Inuka kwenye maombi, muite Bwana tajibu. Paulo na Sila katika yote wa kuogopa waliimba katika gereza, milango ikafunguka. Meshaki, Shadraka na Abednego katika tanuru la moto wa kuogopa. Kwa kupitia maombi Mungu alishuka akatenda kazi. Wakati ambapo Naamani anafikiri jinsi ya kuteketeza mtumishi aliyekuwa na siri za Mungu, Mordekai, kwa kupitia maombi ambayo amesema tufunge tuombe, Mungu alishuka, muujiza ukatendeka. Wakati ambapo Naamani anapanga, ndivyo ambavyo Mungu alikwenda kumnyima usingizi mfalme. Katika usiku wa kulala akasema, nileteni vitabu. Mungu atolala juu yako, amesema kwamba atoka kimya kabla ambapo jaribu lako hilo alijajibiwa. Haja kuacha ndugu mpendwa. Ondoa macho yako kwa binadamu. Msaada wa binadamu na kikomo. Anaweza akakusaidia leo, kesho akakuteta kwamba bila yeye huwezi ukaishi. Lakini Mungu anapofungua amefungua. Mungu anapokushika mkono na kuinua daima. Jipe moyo ndugu mpendwa. Inuka. Usimwache Mungu juu ya teso na ulipitia. Teso hilo lisikufanye umsahau, bado anakupenda. Teso hilo usifikiri kwamba ni maovu ambao umeyatenda, hapana. Kuna wakati anakubali yatokee ili mradi kwa kupitia wewe jina lake lihimidiwe. Mungu akubariki wewe uliyelisikia neno hili. Acha tuombe kwa pamoja. Tunakusante Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu kila itwayo leo. Tunasema asante kwa kunena nasi tena pambazuko hili la leo, ukitukumbusha kwamba Bwana wewe bado unatuhitaji tusimame. Japokuwa tunaona zoruba, japokuwa tunaona vita, maana umesema kwamba ni wewe mwamba imara, na wajengao juu yako nyumba zao hazitotetereka wakati wa upepo au wakati wa mvua. Kristo ndiye alisema kwamba yeye ndiye mzabibu wa kweli na sisi ni matawi, na yale matawi yaliyokuwa ndani mwake yanazaa. Bwana, nakuonesha mama huyu, baba huyu, kijana huyu wa kike kama vile wa kiume, ana vita vigumu ambao anavipitia. Mwenyewe amekata tamaa, amepoteza tumaini. Ndugu amemkataa, rafiki amemkataa, amezingiziwa,
ametendewa maovu, amechukuliwa mali zake, amefilisishwa, lakini Bwana hana mwingine wa kumwendea. Ni wewe pekee mwenye kurejesha vilivyonyang'anywa. Daudi alipochukuliwa kila kitu, alikuuliza, je, Bwana niwafuate nitaweza kuvirejesha? Na kijana huyu Bwana namuweka mikononi mwako, ni wewe pekee wa kumpigania. Kuna mwingine ambaye alikuwa ameumia, anatamani hata kufa, lakini Bwana ukashuka ukayabadili maisha yake asubuhi ya leo. Ukashuka ukanene naye kwa muda kama na huu, ukaufariji tena moyo wake na kumfanya angaze, kama ulivyoshuka kwa mtumishi wako Petro katika jela, wakati kesho ndio siku ya kuhukumiwa. Lakini Bwana, kusanyiko lilipoomba, malaika wako akashuka akatenda muujiza. Wakati ambapo Naamani aliandaa kifo kwa Mordekai, ulishuka ukatenda muujiza. Wakati wa mjane yule ambaye alikuwa akisubiri kwamba kesho ndo mwisho wa maisha yake, lakini mtumishi wako alipofika, alipopewa chakula, alikuta mjane ule ghala lake limezidi bila kupungukiwa na chakula. Shuka Bwana, ukamguse mpendwa huyu, ukamguse, ukamfariji, ukamfungulie tena neema ya maisha, ukamrejeshe tena tumaini. Bwana, tunakwenda kuwaweka mikononi mwako, tukiomba na kuamini kwa ukuu wa jina lako Yesu Kristo. Amen.